Shetani anatumia udanganyifu kuharibu fikra, na kisha haribu fikra anaweza kuwa ameharibu sehemu kubwa ya maisha ya mtu. Kwa hiyo ni muhimu sana kutunza na kuchunga unayoyasikia, unayoyawaza, unayoyaona. Haya yote yanaweza kutengenezea ugumu wa maisha. Udanganyifu umekuwa ndio moja kati ya silaha zake muhimu sana ambazo anazitumia ili kuweza kubomoa maisha ya mtu. Ukisoma katika Wakorintho wa pili sura ya 11 aya 3, Biblia inasema, lakini nachelea kama nyoka alivyomdanganya Hawa kwa hila yake, asije akawaharibu fikra zenu, mkauacha unyoofu na usafi kwa Kristo. Wakorintho wamefundishwa, wameelekezwa na Paulo, amekaa nao darasani kwa kitambo kirefu. Nyaraka 2 anaziandika kwao. Ameeleza mambo mengi sana ya usuyo fikra. Na hapa anasema nachelea. Neno nachelea ni naogopa, ninahofia, kama vile ambavyo nyoka alimdanganya Hawa kwa hila yake, asije akawaharibu fikra zenu. Kwa hiyo udanganyifu ni moja kati ya nyenzo muhimu ambazo shetani anazitumia ili kuweza kuwahamisha watu kutoka katika wema na unyoofu na ubora na uzuri walionao ili waingie katika hali mbaya. Waza tu kwamba mtu atakayevuta sigara ana hatari ya kuharibu mapafu, lakini hautaona tangazo lolote la sigara ambalo linafuka moshi. Huwa linapambwa vizuri. Yawezekana hata wakawekwa vijana wazuri wanaopendeza. Sio tu sigara, angalia matangazo ya pombe. Halitaweka kwamba mtu aliyekunywa ameshindwa kulisha familia, ameloea kwenye pombe. Halitaweka mtu aliyekunywa ameanguka kwenye tope. Litakuwekea watu wanaotabasamu vizuri, wanaopendeza. Lakini ukirudi kwenye uhalisia, matokeo yanayotokea ni magumu kuliko kile tulichoonyeshwa. Kwa hiyo mara nyingi anatumia udanganyifu kuweza kutuvuta katika hila yake. Sasa lazima uwe makini kutulia Roho Mtakatifu akuongoze. Usiende tu kwa kutazama namna vinavyopendeza nje. Uliza kwa Bwana. Roho Mtakatifu akupe kuona, kujua. Kwa sababu udanganyifu wa shetani ni mwingi katika zama hizi za sasa. Anataka kutuvuta tuuache unyoofu kwa Kristo. Tuache wema wa mioyo yetu kwa Kristo ili tufuate udanganyifu wake. Kama alivyomdanganya Hawa, alimkuta akiishi maisha yake vizuri, lakini anaanza kwa maneno, anaanza kumvuta taratibu, kumwonyesha ya kwamba unaweza kuishi maisha mengine. Hawa akifikiri kwamba huu wito ni mzuri, kumbe ni udanganyifu uletao uharibifu mkubwa. Na wewe jitenge na kila udanganyifu uletao uharibifu mkubwa. Jifunze kutulia, kumwomba Mungu akuongoze kufuata yaliyo mema, mambo yenye baraka. Na tuombe. Bwana Yesu, ninakusifu na kutukuza. Asante kwa kuwa wewe ni mwema. Asante kwa uwezo wako na nguvu ya kwako. Bwana, utusaidie kuishika kweli yako mioyoni mwetu. Saidie mtumishi wako huyu. Tunaishi kwenye ulimwengu ambao una udanganyifu mwingi wa shetani. Na Bwana, utukinge na kutulinda. Mlinde mtumishi wako asiangamie kwa uongo na udanganyifu wa shetani. Fadhili zako na neema yako viwe pamoja naye, ukamponye na kumwokoa kwa uwezo wako na nguvu ya kwako, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Mungu akubariki sana, neema ya Mungu ikutunze. Asante kwa kufuatana nasi katika kipindi hiki.